Naomba msaada tafadhali, nisaidie binti yangu Ajina, nisaidie basi. Piga simu gari la wagonjwa lije, yani ambulance. Lakini Park Jin alimwacha mama namna hiyo kwa kuwa pia alichoshwa na tabia za mama yake. Mama huyu ambaye pia mume alimchoka vile vile. Kwa hiyo ilitokea ni kwamba mama alipoteza maisha, si mtoto alimwacha namna hiyo. Bwana, ni tukio la mwaka 2007. Ni mwanzo kabisa katika sehemu ya kwanza. Sasa ilipita miaka mingi sana na ni mwaka 2025 ukiacha kipindi kile 2007 ile tukio. Leo ni siku ya utoaji tuzo. Ni tuzo ambazo zinaitwa Blue Dragon. Tuzo hizi zinatolewa kwa wale waigizaji bora. Basi walifika wataalam ama wahusika waigizaji ambao wenda watapatiwa tuzo hiyo ya Blue Dragon. Alifika mwigizaji mmoja hapo huyu ambaye ni maarufu sana, ni kipenzi cha wengi. Jina ni Park Jin. Kazi ni uigizaji. Anapendwa sana huyu. Muite Park Jin. Ni yule mtoto wa kipindi kile. Sasa ni miaka baadaye, mwaka 2025. Kama miaka 18 namna imepita. Ni kipenzi cha wengi huyu. Amefika hapa kwenye usiku wa tuzo. Wanasema ana ugonjwa wa utu. Ni ugonjwa ambao unapatikana kwa watu kwa 4%. Maana ni ugonjwa ambao unaitwa antisocial personality disorder. Lakini pia anawaona wengine kama zana. Amewahi kuwatongoza wanaume ambao aliwatumia. Yani yeye amewatongoza wanaume ambao ni kwamba aliwatumia katika masuala yake ama kwa faida zake mwenyewe. Ajali kuhusu kwamba utajisikiaje hivyo. Ni mwongo pia. Ana ugonjwa ambao si kawaida ambao unaitwa sociopath. Lakini pia wanasema kwamba alishawahi kusababisha vifo vya watu wawili, Baek pamoja na Heo. Lakini pia wanasema kwamba hajawahi kuua kimwili. Yani hajawahi kuua kwa mikono yake, ila alishawahi kusababisha kifo. Lakini pia wanasema bado anaandaa mpango wa kuua, mpango ambao hakutimiza, kwamba kuna watu ambao lazima anaenda kuua. Lakini hau yeye bali anasababisha kivipi? Tunasema kwamba anakeka nyingi sana. Ni mwanamke ambaye anaficha makucha huyu. Mpaka kufika hapa haikuwa kazi nyepesi. Kadanganya, amewaumiza wengi, kapita mateso. Ni mwigizaji ambaye anaitwa Park Jin. Yapi yanatokea? Hem, tupate nusu ya historia ya maisha yake. Turudi nyuma kidogo. Ilikuwa ni mwezi wa 7 mwaka 2016 kwenye shule ya high school ambayo inaitwa Singwang. Basi ni shangwe kwa wanafunzi kwa sababu ni siku kuzaliwa kwa mwalimu wao wa walimu wa somo la Kiingereza. Sasa wanawahi kwenda kula keki. Wakati huo ipo mtu mmoja ambaye alifika hapa kwa hasira kinyama kwenye shule hii. Kachukia kinonoma baada ya kupata taarifa fulani. Binti hata ajali. Anaitwa Park Jin. Kumbuka ni mwaka 2016 kabla ya baadaye basi kuja kuwa mwigizaji maarufu. Huyu ndo mwalimu ambaye ni mwalimu wa Kiingereza, yani mwalimu wa somo la Kiingereza ambaye anaitwa Miss Kwak. Ghafla simu zimeanza kuita hapa shuleni. Inasemekana kwamba kuna taarifa ambazo zimepostiwa kwenye tovuti ya shule ama kwenye website ya shule hii. Bwana alifika, alimpiga mwalimu kibao. Huyu ni mke wake. Aliuliza hizi ni nini? 이거 뭐냐고! Mwelezea hizi. Ni picha ambazo zinamuonyesha akiwa na mchepuko kumbe anapopigwa na mchepuko. Sasa taarifa zimesambaa na hizi taarifa zimejulikana baada tu ya mtu kuposti kwenye tovuti ya shule kwamba kuna mtu kamchoma. Nini ambacho umekuwa ukifanyaga? Sasa taarifa zimesambaa kila kona kwenye website ya shule. Tunapokea simu mbalimbali kutoka kwa wazazi. Sasa wewe inabidi usimamishwe, tunakusimamisha kazi kwa muda fulani. Tutawasiliana na wewe mpaka pale issue itakapomalizwa. Kwa hiyo ni kama alisimamishwa kazi sasa. Kuna mtu kamchoma. Mtu ambaye aliposti picha zake kwenye tovuti ya shule. Naona kuna mtu kamchoma ama kasambaza taarifa, imegundulika kwamba kumbe ana mchepuko. Licha kwamba ni mke wa mtu huyu. Kazi ana kwa sasa. Upo sawa Miss Kwak? Alifuatwa na mwanafunzi ambaye ni Park Jin. Mwanafunzi huyu ambaye mara zote zilikuwa hivi na yeye. 마음에 드세요? Vipi, je, umependa zawadi yangu? 선생님이 늘 강조하신대. Kama mara